Tukirejea sasa mtazamaji, ikiwa ni katika awamu yetu ya tatu na ya mwisho na Bwana Kiritesh Shah ambaye ni mwenyekiti wa Sigma Feeds, kampuni ambayo inapatikana katika eneo la Ongata Rongai na ambao wanatengeneza aina tofauti ya chakula za mifugo, chakula cha mifugo na vile vile chakula kama chakula cha wanyama wengine kama vile samaki na kuku. Bwana Kiritesh, kuna swali ambalo nilikuwa nimesema kwamba ningetaka tueleze zaidi na ni kuhusu raw materials zenye mnatumia. Nimeona mahindi, nimeona sunflower cakes, nini nyingine ambacho mnatumia? Cotton seed cake, soybean oil, soybean cake, soybean oil, wheat bran, maize jam. Alafu iko chakula ngine nasemanga copra cake, mustard cake, konela cake, samaki ya omena. Limestone ile sisi natumia sana, ile iko digestible, ninatumia ile ya coral lime. Okay. Sababu ile ngine saa ngine napatanga shida. Okay. Na kwanza kuna mahali ambapo nimekumbuka kuna room ulitupeleka ukasema ni room ya dawa, na hiyo inawekwa under lock and key, lazima inakaa ikifungwa kama imefungwa kwa sababu bei yake ni ghali sana. Hebu tuambie ni dawa aina gani hizi? Hiyo dawa ni aina ya premix ya kuku, ya gombe na ya nguruwe. Hiyo kilo moja na kuanga kama 300 to 500 shillings a kilo. Okay. Na saa ile natumianga lazima ile mtu nafanya mixing na kila kitu ana make sure kila kitu kusaingia kwa chakula, sababu popana iko na record keeping. Sangini wakulima wa kampuni nyingine sangini nasemanga wanawekanga dawa, sangini hakuna. So sababu ya hiyo quality control na controls ya production, sisi lazima najua kila chakula ile natoka hapa iko na dawa. Okay, swala lingine ambalo ningetaka utuelezee ni kuhusiana na labda tuliongea kuhusu usafi, lakini sasa chakula kikitoka hapa kwenye mikono yenu, wale distributors ambao mnapea, unajua unaweza uzia mtu alafu ikakaa kwenye gari labda kwa mwezi mmoja, kama hajauza hicho chakula kikaharibika, huwa mnafanya nini? Sasa iko na expiry ya miezi 6 na most of the wakulima narudia kila wiki wanapatanga chakula. Kwanza wakulima ya mfuko mingi ya kuku wana make sure wanapatia order 4 days in advance, alafu chakula yao unatengenezwa, alafu inapelekea kwa shamba yao. Nimeona pia unakupigia simu wewe mwenyewe direct, unasema habari ya wakulima, unataka unachukua order. Kama saa ile wewe ulikuwa hapa, ilikuwa customer wangu moja sana ya zamani sana, wakulima shop ile natoka Limuru, na ile chakula anatakanga kiyo mama kila mara anapigianga mimi simu, na sisi na make sure baada piga simu within 24 hours hiyo chakula na kwenda huko Limuru. Okay, kuna swala ambalo ningependa kuzungumzia na ulikuwa umeligusa hapo awali. Tukasema kwamba Wakenya wengi hawana nafasi za ajira, nafasi za kazi. Labda huku kwenu huwa nafasi za kazi zinatokea namna gani? Ama na sana ningetaka uzungumzie kuhusu wale ambao wako katika colleges na universities, wale ambao wanasoma, manake labda huwa mnapeana nafasi za attachment. Huwa mtu anafaa kufuata procedure gani labda kujua kama kuna kazi ama nafasi ya attachment? Mostly what happens, kila mara sisi kama sisi kwa watu 3 ya attachment toka Jomo Kenyatta Institute of Technology hapa pande ya Thika. Wanakuja somia kama miezi 2 miezi 3, wanafanya attachment ya miezi 3, alafu baada yake wanarudi kwa shule, alafu baada yake sangini hao wanataka kazi wana apply, sangini wanakubatisha wanapatanga kazi. Okay, na kwa wale ambao kwa manufaa ya wale ambao wako na maswali, wanaweza taka labda kuwasiliana na nyinyi kuhusu labda wale distribution, wanaweza taka labda mtu ako na lori yake, huwa anabeba mizigo kutoka Nairobi ama kutoka Kisii, kama ndizi analeta Nairobi, ama anabeba samaki kutoka Kisumu analeta Nairobi, akirejea gari lake linaenda likiwa empty, ama mtu anabeba mizigo kutoka Nyeri analeta Nairobi, labda ni matunda ama ngwashe analeta Nairobi, lakini akirudi gari linarudi likiwa empty, wanasema inarudi karai. Labda anaweza kuwasiliana na nyinyi kwa njia gani? Labda namba ya simu, labda Facebook, awe distributor, mpatie kazi ya kudistribute hizo chakula, maana situmai kwamba mtu atakuja interview. Sangini sisi natafutanga watu ile iko na duka pande hiyo, wanaweza kuwa distributor, wanaweza pata hiyo transport bei ya rahisi ya rudi, wanaweza kuwa distributor mzuri, alafu wanaanza distribute kwa wakulima yao. Kwa hivyo namba za simu labda ama Facebook account yenye anaweza wapata nayo? Hiyo namba ya simu ni ile ya kwanza ilikuwa naeleza 0733600897 0733 600-897 600-897. Alafu ya pili 0721 560
251. 0721560251 ama email sales@sigmakenya.com na Facebook ni Sigma Feeds Kenya Limited. Na mtu akiwa distributor yenu, kwa mfano Kimani hapa, niko na lori yangu nataka kuwa distributor wa Sigma, nitakuwa nakuja huko kwenu nanunua cash ama kuna any sales agreement ambayo mnaandikiana? Mostly wanafanya bank guarantee kwa kitu moja, na ngine nalipanga bank guarantee na ngine wanalipanga cash price yake ni special price, na alafu ile bei ya transport na kila kitu anaona anaweza pata faida mzuri. But unajua raw materials ile sisi nanuanga cash, we don't encourage hiyo, but main thing unaweza ongea na watu ya bank yako, labda unaweza enda kwa Equity, kwa KCB, wanaweza ona projections zako iko namna gani, au anaweza saidia. Na wale ambao wako na labda mtu anatengeneza kitu kingine na anapata by products za, akishatengeneza vitu vyake, kwa mfano sunflower cakes, akishatengeneza products zake anapata by products ambazo nyinyi mnatumia kutengeneza chakula cha ng'ombe, ama labda mtu ako na kiwanda cha kutengeneza unga wa sima, unga ya ugali, anapata natumai kwamba kuna by products kama hatengenezi ile, kama anatengeneza ile white, sio, kuna by products ambazo wanatoa, na natumai kwamba mnazitumia kutengeneza chakula cha ng'ombe. Sasa mtu anawezaje kuleta huku kwenu? Hao wanaweza lete, wanaweza ongea, wanaweza piga simu, wanaangalia bei, saa ile nalete kwanza, kitu ya kwanza wanaleta sample. Wamwangalie quality. Nakumbuka Madam Quality Controller alituambia lazima mnachukua sample kwanza. Hata sisi kuna laboratories, lazima nafanya testing kidogo, naona kila kitu iko mzuri, tunapatianga order saa hiyo. Nashukuru sana Bwana Kiritesh Shah kwa sababu ya kutukubalia kusema nawe na kuturuhusu kuingia katika kampuni na kwenye mitambo yenu ya Sigma Feeds. Kwa wale ambao wanaanza kwa sasa hivi, wale ambao labda wako katika sasa vile ulianza 1984, unaweza kuwaambia nini wale ambao wanaweza kampuni kama hizi kwa leo? Ile kazi unaanza, hata anza dogo. Kama mimi ilianza na 20,000 siku hiyo. 20,000 shillings. Sasa iko zaidi ya mwaka 34 pale mimi nilifika. Na labda niulize kidogo tu tunamalizia. Niulize tu manake najua you are very busy man, simu nasikia tu zinalia. Kumalizia tu kwa serikali na investors, kwa sababu investors wamekuwa wakisema kwamba labda bei za stima ziko juu. Unaweza wito wako kwa serikali unaweza kuwa gani, hii serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto? Pande ya stima sisi kuzapata shida mingi. In last 3-4 years bei ya stima kusakuwa double mara mbili. Na wanajua saa hii sisi natafuta aina nyingine ya hydro na solar, na hiyo hata kwa kiwanda wetu hata sisi nafikiria maneno ya solar. Nimeshukuru sana Bwana Kiritesh kwa sababu ya muda wako. Huyu amekuwa ni Kiritesh Shah, chairman wa Sigma Feeds, na wako hapa katika eneo la Rongai. Tulisema hiki kijiji kinaitwaje? Nyuma ya hii university inaitwa African Nazarene University. Unateremka unavuka mto, hiki kijiji kinaitwa Twala. Town inaitwa Twala. Mimi naitwa Francis Kimani, na nashukuru sana kwa sababu ya muda wako mtazamaji wa Gikuyu TV. Endelea kutazama runinga ambayo inakuwa kwa haraka zaidi kote nchini. Gikuyu TV, murori wa mogi kwa Gikuyu TV, sauti ya Mkikuyu. Usiende mbali. Salute.